Brother Tumbili. Yes, yes. So you are most welcome. Hapa ndo nyumbani. No. Hapa sio nyumbani. Headquarters. No, it's not headquarters. Hapa kama unavyoona nimeweka hiyo logo ya G. Lakini pia pale ndani nimeweka Chief Godlove Family. It's not headquarters. Hii ni sehemu ambao nafugia mbwa. Nafugia dog. Yaani hii ni sehemu ambayo nafugia dog. Unaweza usinielewe kwa nini nimesema ni sehemu nafugia dog. Kwa sababu headquarters ni pale ninapoishi mimi. Yeah. Understand? Hapa ni sehemu ambayo huwa nakuja na kuondoka. Naweza nikaja wiki, nimekuja kuzitembelea mbwa nakaa. Lakini siku 3 nimekaa. Mara nyingi nimekuwa nikishutia sana hapa video. Watu wakiwa wakihisi hapa ndio ninapokaa. Lakini hapa ni moja kati ya mansion zangu, lakini ni sehemu ninayofugia dog. Wewe upatikani hapa kwa yani rahisi. Hapa mimi sipatikani kirahisi. Utakutana na walinzi mlangoni, utakutana na dog ndani, lakini mimi sihishi hapa. Director, umemulika bunduki pale. Hapa ni moja kati ya sehemu ambazo zinalindwa. Mlinzi mmoja mchana wa bunduki, mwingine usiku wa bunduki, wanapeana shift. Lakini hii nyumba nzima ni nyumba ambayo wanaishi mbwa. Na mbwa ni kuna dog wengi. Mbwa wangapi? Na dog wengi. Kwa nini nilianza kufuga dog? Nilianza kufuga dog kwa sababu nishai kufuga dog, yani ushai kusaidia director kuja umulike, ushai kusaidia mtu, ushai kusaidia mtu alafu end of the day akakusaliti. So wale mimi naita ni dog. Umeelewa? Lakini kusaliti. Lakini the little dog they not betray. Yaani mbwa wa kweli huwa wasaliti. Kwa hiyo wale ni dog wa mtaani. Unajua mbwa mtaani ukimchukua ukimpeleka kwa mfano kama mndani hawezi kukaa, atakufa. Kuna video nilionaga ulifanyaga, umewatengenezea mbwa chakula vizuri, ukawapa ukasema afadhali uwape mbwa sababu wana shukrani, they are loyal. Yani brother, take it to the bank. Yes. Ukilisha mbwa leo atakukumbuka ndani ya miaka karibia 5. Lakini binadamu mchukue leo, mlishe, mpe hela, mfanyie kila kitu, anakusahau ndani ya muda mfupi sana. Hebu nijaribu na hiyo kitu. Nijaribu. Let's go twende. Ndio, acha tuingie hapa kwa mbwa. Huko ni nyumbani kwa mbwa. Hapa ni nyumbani kwa mbwa, lakini ni sehemu ambapo Chief, uko sure huko ni kwa mbwa? Huko ni kwa mbwa. Mbwa imewekewa mpaka Range Rover. Sasa hiyo Range Rover huwa ni moja kati ya gari ambazo mimi huwa nazitumia, lakini nimeipack kwa sababu for this time sina matumizi nayo. Kwa hiyo imepaki hapo. As you see. Waonyeshe hapo Range Rover Sport. Range Rover Sport G6. Na nikikwambia hapa ni nyumbani kwa mbwa, nina huyu hapa. Huyu hapa. Naogopa mbwa. Huyu nimemfunga baada ya wewe kuja kwa sababu ni mkali, asije akang'ata, ila most of times wanakuwa wako huru. Usimsogelee sana. Most of times wanakuwa wako huru, lakini relax wewe. Tulia. Ama inakulaga tu wa Kenya. Hamna. Wewe Bambo, tulia. Tulia, anaweza akaruka. Uko sure hiyo nyororo imeshikilia hiyo? Ndio maana anasema ukae mbali kidogo. Anaweza akaruka. Relax. Tulia wewe, relax. Bambo, tulia. Bambo, tulia. Relax. Good boy. Haipendi kamera ama haipendi? Good boy. Hapendi kumkataza kung'ata mtu. Yaani nikikaa naye hivi anakuwa anaona boss, sasa kwa nini anasogelewa tajiri na kaaje? Ishaitafuna mtu. Ishainitenjia mimi mwenyewe siku moja nilikuwa namlinda mtu. Na nataka nikuonyeshe vile dogo wangu huwa wanakula. Hizi zote besheni za mbwa. Hii ni biskuti. Hizi ni biskuti za mbwa na ndo nazifu. Ni mpya bado yuko imefunguliwa? Mpya bado iko. Willy, njoo nifungulie. Zinapiga mayai. Mayai. Lakini hapa kuna nyama. Hii ni nyama fresh, sio nyama. Hii nyama imetoka kwa bucha. Unaona? Yenyewe kabisa. Yenyewe kabisa. Wanakula. Hizi mbwa zinakula vizuri bwana. Mbwa inakula vizuri. Na ndio maana nimesema. Unasema usipoilisha itajilisha na mmoja hapa. Inaweza ikala mtu. Ina miaka ngapi hiyo mbwa? Ina mwaka 1 na miezi kama 8. Like it's 1 year old. 1 year, for 1 year.
Ni 1 year. Anakaa kama mzee hivi. No, hiyo si inakula vizuri. Alafu hizi ndo zile zina kichwa kikubwa. Ndio maana unaiona iko hivyo. Ni breed gani? Hiyo inaitwa Boabu. Boabu. Hiyo inaitwa Boabu. Ndio iko tu hivi hapo. Mbwa. Na si inakula sana basi. Kula inakula. Kula inakula sana. Na so kila besheni ni mbwa. Hizi zote ni mbwa. Na mbwa ngapi? 1 2 3 8. Sasa hii kubwa ndio ya ile ama hii si ya? Hiyo. Huwa wanatumia kuchanganyia. Lakini hapa chiefs unatumia hela nyingi sana kuweka hawa mbwa. Lakini pia kwa mtu ambaye anajitafuta labda, ambaye anataka kuanzisha biashara, naweza nikamshauri aanzishe hata biashara mbwa. Unajua mbwa wanauza gharama sana. Sasa wako ni kuuza ama mimi hawa kwangu ni kutumia. Kula tunatumia vipi? Si natumia, wananilinda. Wanakulinda vipi na wewe mwenyewe hapo hapa? Uhai ni gharama babu. Mimi hao huwa naishi nao fresh, natoka nao na wabeba, naenda nao beach, enjoy. Nikitoka nao hivi sehemu, hao huwa naendanaga nao mpaka ushago kule kijijini kwetu. Ukishakuwa ushago, security inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo unakuwa una hao wadogo hata 3 4 wanakulinda pamoja na hao walinzi, kwa sababu walinzi pia na wao kuna muda wanatakiwa walindwe. Ili mambo ikishakuwa mbaya. Kwa hiyo hapa sasa ndo naweka hizi umbwa zina hapa ndo naweka eggs. Hizi hapa. So ni hivi kila siku? Every day. How many times a day? Asubuhi na jioni. So asubuhi wanakula hivi, jioni wanakula hivi. Lakini asubuhi huwa nawabadilishia, wanaweza wakapewa kuku mzima kila mmoja, kwa sababu kuku mzima ni kama ni kama 1 kg. Kwa hiyo huwa nawapa kwa kilogram. Mayai ya umbwa. Na simungoje tu hii mayai ikue kuku. Nini kule kuku. Sasa wewe niambie ni nani anaweza akafanya hivi every day? Na hii tunafanya, hatuweki kwa kamera. Hii ni maisha ya kawaida ya kila siku ambayo dog zangu sasa ndo yanapitia, yanaishi. Babu. Alafu kuna mzee amekaa huko. Amekalisha makende. Anaongea mbaya. Sasa si wataongea sana, kwa sababu wanasema kuna watu wanalala njaa. Hii ni chakula binadamu angefaa kula, kwa sababu hii ni nyama kilo ngapi? Hii ni kilo 2 ama kilo 1? Sasa mtu akisema hivyo, kilo 2 ya Tanzania. Hapo nje nimekwambia brother, nimesaidia watu wengi sana kwenye maisha yangu. Lakini wengi wao wakaja wakanisaliti. Umeona? Ni biscuit ya? Hii ni biscuit ya mbwa. Tusiwananiwa hawa, tusije tukawa nini hao. Si unajua? Tukawauza. Tukawauza wakati sisi tumenunua, hawajatupa bure. So hii binadamu hawezi kula? Hiyo? I don't know, lakini binadamu sidhani, kwa sababu hiyo ni special kwa ajili ya mbwa. So inakula hiyo, inalala, inangoja tena kesho saa 4. Inangoja tena kesho mapema. Muonyeshe kitafuna. So nasikia fiti. Haitaki kunini? Haitaki kuchukuliwa. Haipendi TikTok. Hiyo haipendi TikTok. Inaanza nasema huyu vipi huyu? Ananichukuliaje? Na ukiachana na hivyo, na session ya kwa wiki mbwa anakuja kufanyiwa check up. Kuchomwa sindano kila wiki. Mbwa anakuja, na watu wa kuchoma ndio hao unaowaona hapa. Madaktari wamekuja hapa, tumewapata hapa. Daktari nilishasahau hata kama wapo hapa. Muulize daktari huyu hapa. Daktari unasemaje? Daktari ama unajua ni veterinary ama vet. Mbwa wanaendeleaje? Mbwa wanaendelea vizuri. Huyu ni client wetu, tumefanya naye kazi kwa muda mrefu. Ametupa kazi yake na tumefanya naye kazi kwa uaminifu mkubwa. Sisi ni Goba Veterinary Clinic. Sasa sisi kazi yetu ni kuhakikisha mbwa wake wanapata matibabu yote, vipimo vyote, ushauri wote pamoja na mbwa inapata ushauri.
Sasa mbwa ushauri tunampatia mwenye mbwa. Tunampatia mwenye mbwa. Kuhakikisha kwamba mbwa wake wako salama, wako na afya njema, wako imara kwa ajili ya ulinzi. Hawezi kuwa imara bila kuwa na afya. Hawezi kuwa na afya bila kuwa na daktari wa uhakika. Kwa hiyo sisi tunaweza kutupa kazi kuhakikisha kwamba mbwa wake anakuwa salama. Na Bambo. Kama hivi nilivyo nimeshapiga chanjo zangu. Hii ni ya mbwa, umetoa kudunga hizo mbwa. Hizi zote naenda kuwadunga. Ndio unaenda. Wili. Njoo uchanganya hapa uko wapi mbwa? Bambo. Hizi mbwa zinadungwa dawa ya minyoo. Yes, mbwa anapata dawa za minyoo. Kama ilivyokuwa kwa binadamu jamaa. Mbwa inafaa ikiwa na minyoo inazimeza. Mbwa anakula dawa za minyoo kila dawa inataka. Lakini wewe maamuzi kumeza dawa za minyoo. Hiyo ni mbwa za chief. Mbwa za chief, wacha tuone. So ile mbwa saa hii kakata ile mnyororo inaweza fanya nini? Kwa sababu sisi tupo. Tunajua training za mbwa, tabia za mbwa, kwa hiyo tutaweza kumcontrol. Yupo bosi wake hapa, kwa hiyo yeye atajua namna ya kumcontrol ili asilete harm. But before akontroliwe atakuwa amefanya nini? Unaona huyu hapa kwa pesa ya Kitanzania anauza milioni 12 hii breed. Milioni 12. Milioni 12 huyu dog. Ana miaka ngapi huyu? Huyu ana mwaka mmoja, unamwona na ndo anakuwa. Tangu azaliwe ana mwaka mmoja. Hapa ameninusa na harufu ya nyama mkononi, kwa hiyo unaona. Na anafaa ende kama miaka ngapi hivi? Huyo anaenda unajua mbwa wewe daktari? Hebu niambie, mbwa umri wake kabisa ni mbwa mpaka anakufa anakuwa na miaka mingapi? Inategemea na matunzo, lakini lazima mbwa anaenda mpaka miaka 10 mpaka 15. 10 mpaka 15. Yes, kulingana na matunzo husika. Okay. Kwa ambaye analishwa vizuri, anapewa matibabu kwa wakati, ana stress mpaka miaka 15 anafika. So hii imetulia, hii haina mambo mengi Kwanza haina njaa. Umeona? Haina njaa. Ama ipendi kamera. Milioni 12 ya pesa ya Tanzania inaitwa Caucasian. Na ile pale anaitwa Bobo. Anaitwa like, Bobo. Nini hela ngapi? Ipi? Ile pale. Ile pale sio pesa nyingi, milioni 5 tu ya Tanzania. Ile sio pesa mingi. Niletee nani? Niletee nani? Blab. Pablo. Leta Pablo. Mleta Pablo Escobar. Mshike vizuri. Yaani sasa kila mbwa ana jina kwake. Kila mbwa hapa huyo Pablo sasa ndo mbabe ndani. Ile nayo imeshangaa sana, inashangaa leo kwani form ni gani? Inashangaa. Bambo wanashangaa. Lakini ni kama wanapigia majirani sana makelele. Hamna. Pablo. Jo Pablo. Jo Pablo. Jo. Tulia. Acha wengi. Pablo atakula microphone. Pablo. So ni same breed na ile? Huyu anaitwa Pitbull. Pitbull. Mbwa hatari kuliko mbwa wowote duniani. Ndio huyo hapa. Huyu anaitwa Pitbull. Yaani katika mbwa ambaye akikushika ni anakuua. Yaani hata kuwe kuna sijui kuwe kuna dokta hapo, kuna nani, akisha kung'ata, nikasha kung'ata. Hakuachii. Pablo. Ana miaka ngapi huyu? Huyu ana miaka 2. Hela ngapi? Pablo. Ulimnunua kwa shilingi hao wana gharama. Huyu nilimnunua $5,000. Sijui kwa pesa Tanzania tukifanya calculation anakuwa shilingi ngapi. Huyu ana gharama, nilimnunua $5,000. Dola 5,000 kama milioni 12 hivyo. That's a lot of money. So tuseme hivyo kama kwa siku hivi chifu unatumia la ngapi kwa mbwa? Kwa mbwa? Kwa siku. Kwa mbwa mmoja anakula kilo 2 kwa siku ambayo ni 20,000. Mayai na nini na biskuti. Tufanye kwamba mbwa mmoja anaweza akawa anakula 50,000. 50,000? Ya Tanzania. Kila siku? Kila siku. Na wanakula kila siku? Hamna siku ambayo hawali.
Wanakula kila siku. Pablo? We. Wanakula every day. Every day. Na ndio la yangu sasa. Yeah? Mimi wakila hao, wasipokula najisikia vibaya. Kabila wakila ndio ile ameamua kukula. So unapenda tu mbwa? Mimi napenda mbwa kuliko chochote. Pablo? Twende nikuonyeshe wengine huko. Acha twende tuone akina Pablo. Pea Pablo besheni yake. Pea Pablo besheni yake. Zimefungwa vizuri ya? Wamefungwa vizuri. Zikitokea tu mimi napanda huko. We. So zote ni breed moja? Hawa ni breed moja na yule. Upeleke huyu. Umshike vizuri. Peleke ndani. Mshike vizuri. Wewe ulimfunga wapi? Wewe, soja tulia. Chief. Una survive aje na hizi mbwa zote? Nazipenda. Nazipenda. Sasa huku ndo kuna mbwa wakorofi. Njoo unitolee Keshi nje. Keshi lazima awe ni msichana. Mani ndo msichana. Ila Keshi ni mwanaume. Kuna Keshi alafu kuna Mani. Hawa ndo breed moja. Ile breed ya mbwa wa kawaida. Huyu hapa ndo mkorofi huyu. Huyu ndo mkali. Mgalule hapa. So kuna huyu breed moja na yule ambaye nimemuingiza sasa hivi. Pitbull So kuna muda unazifungulia ziwe open. Zote zinakuwa open. Hazipigani hivyo nini? Bro, handle vizuri. Hamna, huyo hana ukorofi. Za hang hapa juu. Huko wanafungiwa nikiwa nakuja na watu, lakini nikiwa sina watu wanaachiwa open wanazunguka. Kwa sababu si nyumba ya kwao. Sasa hao watu wanawaangalia watu special kwa ajili ya kuwapikia chakula na kuangalia. Sasa huyo hapo, huyo mdogo, huyo ndo Mani. Huyo hapa. Huyo ndo wa kike. Huyo ndo anaitwa Keshi. Huyu Keshi. Huyu breed ukimwangalia unaweza kaisi ni mbwa naniu. Unaweza kaisi ni yule tunaita nini wale? Unaweza ukiangalia unahisi labda ni wale breed ile ya naniu, wale Chihuahua. Lakini huyo ni mbwa mkali hatari kuliko. Yaani hawa walitengenezwa maalum kwa ajili ya kuwinda. Waliumbwa. Yaani hawa waliumbwa kwa ajili ya kuwinda. Dogo Argentino anaitwa. Mshikilie vizuri huyo. Kopoa. Sasa hii ndo anaweza akachuana vizuri na yule niliyemtoa sasa hivi. Akishakuwa mkubwa amekaa vizuri kwa sababu hapa huyu bado mdogo, hajafikisha hata mwaka. Akikuwa hawaogopi. Yaani huyu yuko tayari afe lakini hawa wamekulinda. Yaani huyu haogopi chochote. Umeelewa babu? Dog. Kwa hiyo huyu anaitwa Dogo Argentino lakini anaitwa Keshi. Ana macho ya Kichina. Ana macho ya Kichina. Keshi. Alafu wako very loyal. Yaani wako loyal sana na familia. Akisha kujua wewe ni familia, yaani hata ufanye nini anakuwa anajua yuko salama kwako. Hata kama unamuua anakuangalia tu. Zinafanywa training. Unajua kuna zile training zile unaweza ituma. Wanafanywa training. Kuna mwalimu wao maalum kwa ajili ya mazoezi. Hujaweka Chihuahua? Chihuahua mimi mtoto wa kiume. Ukiona mtu ana Chihuahua huyo shoga sasa.
Labda ningekuwa na mtoto. Kuna kipindi nilikuwa na mtoto, nilikuwa na watoto. Nilikuwa naishi nao, kwa nilikuwa nawafugia chiwawa, lakini baada ya watoto kuondoka, mimi nafuga vitu vya kazi. Yaani hizi kazi yake ni kushona. Huyo akikukamata akikuuma akuachii. Akikuuma, yaani akiweka meno hivi, anakuwa anafanya kazi ya kutikisa tu hivi kichwa ila haachili. We bro, mshike mzuri. Sasa huyu ningemtoa lakini ni mtata. Huyu anaweza kanichenjia hata mimi mwenyewe. Ni breed gani hiyo? Pitbull. Pitbull bado Shwari, ongeze ndani. We, yaani Chief ana mbwa wa 8. Na hao wanakula kila siku. Uko sure hiyo mlango umefungwa? Huyu keshi naona angalau sasa hivi mmemfanya rangi yake imekuwa nzuri. We, dog. Unasema ni nyumba ya mbwa. Angalia guys, hii nyumba yote ni ya mbwa. Ya mbwa. Mbwa wanaishi hapa. Protected by dogs. Wanasema beware. Yaani beware of Chief God loves dogs. Dogs are living here. We, hatari. As you can see this house, the whole house ni ya mbwa. Na mbwa wanakula vizuri. Nyama kilo 4 kila siku. We. So many people are looking for the dog. Dogs ni wako unpredictable. Yani wako insecurity detail. Wao wako more than human beings. Kwa sababu wako wapi? Kwa mfano human being anaweza kama anaangalia huku labda let's say ana weapon. Yuko ana roam around the wall, anaangalia what's going on. Lakini dog yake kaa hapa, somebody is passing by the wall kule nyuma ya nyumba. Na anajua. Ile way of sensing. Anaweza kusense somebody yuko kule chini. Tofauti na wewe huwezi kujua. Lakini wao wamebarikiwa. Hawa na harufu wananusa sana mita 100. Yaani ukishajua tu kuna mtu yuko nje hapo ambaye sisi humu ndani sio familia, hii harufu yake ananuka vibaya. Wana sense. We. Hatari. Mambo anaweza ka sense wewe ni mtu mbaya au mzuri. Una intention gani? Wewe hapo wewe ni cameraman, wewe ni fulani kuja kurecord, you have no bad intention. Lakini akijua anaweza ka sense pia kwamba wewe you have bad intention. Na akisha sense wewe ni mbaya, anakuwa ana concentrate na wewe masaa yote. Yaani hata kama uko mbali yeye mawazo yake anakuwaza wewe. Mambo. Wewe ambacho dogo amebarikiwa hakika more. We. Hey. So wacha ulisema ndio Slay Queen hapa. Sunda na anachana. Anataka kudungwa sindano. Hapa tunampa vidonge, tunampa na chanjo. Sio ni ya nini? Okay, hizi vidonge ni tablet. Itameza? Yeah, tablets. Capsules. Ya minyoo. We umbwa inameza dawa ya minyoo bala. We uko hapo minyoo zako. Karibia tuone kimeza ndio hiyo. Umeipiga tablets ngapi? Hiyo kwa sababu kubwa inabidi muipe tablet. Inatapika. Inatapika. 5. According to kilograms zake kwa sababu huyu ni mkubwa kwa anapata more than. Sasa itatapika. Haiwezi kuamilia mkono. Hapana. Ni kwa sababu ya technique ya kuwezesha. So unaidunga wapi? Ngoja leo jamaa anataka kudunga sandani. So ushaidunga? Yeah. Yuko na 4 anachoma sindano 4. Sindano ya kwanza ile ni ya DHLP, chanjo ya DHLP. Inakinga magonjwa. Kwa unaidunga tu mahali popote? No, hapana, sio mahali popote lakini anachoma subcutaneous maana yake chini ya ngozi. Kwa sababu kuna routes za kuchoma sindano. Kuna intramuscular, kuna subcutaneous na kuna intravenous. No. Come on Hunter. No. Good boy. Malizia. Say. Kidongo tamrudia hivyo. Yao. Hiyo ndio ina maumivu kwa sababu hiyo ni multivitamin. Hiyo ndio inamfanya anavimba? No, hiyo inamfanya ina maumivu. So inasikia uchungu pia? Yeah, sure. Kama binadamu anapoumia kwenye sindano the same, they feel the same. No.
Kuna baadhi ya sindano na baadhi ya sindano haziumi. Kwa hiyo tunakuwa aware kwa sababu tunakuwa tunajua kwa sindano hii mbwa hatariati. Kuna sindano hii mbwa hatariati. Kwa kuna sindano nyingine zinauma, nyingine haziumi. Kwa mfano tumempatia chanjo 4 sasa hivi. Tunapatia chanjo ya kichaa. Of course mbwa ni muhimu kupata chanjo ya kichaa kwa ajili ya afya yake, lakini pia kwa ajili ya afya ya mmiliki au afya ya jamii. Lakini pia kuna chanjo ya parvovirus. Ni chanjo ambayo ni ugonjwa ambao mbwa wanaumwa sana, na ukiwapata mbwa sana kutibu. Kwa hiyo tunachokifanya tunawakinga, tunawapatia. Lakini pia tumepatia multivitamin kwa sababu mbwa anahitaji multivitamin kwa ajili ya improve immunity na mambo mengine mwilini. Kwa hiyo hapa huyu mbwa amekamilika, iko vizuri kabisa. Ulishindwa kumanage kuchukua kwa simbi? Sasa hizo zingine pia utazidunga sindano hivyo? Yes. Nimesha. Hiyo content itakuwa tuwe nayo. Ile pia? Yes, tumeanza naye. Hiyo content za Facebook zinaondoka sana. Ndio maana nilikuwa pia simu uchukue. Bosi wangu. Yes, alikuwa na mtoto vidonda, walipigana, tukamtibu vizuri, kuna vizuri kabisa. Kwa tumehakikisha mbwa wote wako vizuri, wana afya njema, na wote tunapita angalau kila wiki kwa ajili ya kuhakikisha mbwa wote wako salama. Nice. Kuna mbwa ana changamoto yoyote ya kiafya tunahakikisha tunadili nayo. Basi tuchukue. Haijawa kubwa. Niwekelee YouTube. Kutibu ugonjwa hata kwa binadamu niwekelee YouTube. Ni rahisi na gharama ya chini kuliko kutibu. Sasa tunajuaje kama anaumwa? Lazima tu tunapita mara kwa mara kuhakikisha kwamba usitoe hapo ujiposti kwanza hiyo video. Kuna baadhi ya mbwa wanakuwa na shida za ngozi, tunawahi tunazitibu. Popularly known as Chief Godlove. Tunahakikisha usalama wa mbwa pia uko vizuri, kwa sababu kutibu mnyama unakuwa umetibu na mwanadamu pia. Mnyama akiwa salama na mwanadamu pia anakuwa salama, na anakuwa salama kwa ajili ya companionship. Kwa tunasema ni marafiki wa binadamu. Yes. Asante sana daktari. Daktari wa mbwa. Chief. Naam. Sasa unaongeza mbwa ama unapunguza? Naongeza. Mimi napenda mbwa. Kuna some breeds nitaziongeza ili mtu akiingia ndani kwangu afanyike nyama. Lakini hiyo si ni hatari sana? Ukiletea mbwa mtu hata sio hatari. Yeye mtu ndo atakao amefuata mbwa kwa sababu hii ni nyumba ya mbwa. Sasa yeye aulizwa amekuja kufanya nini hapa? Kufanya nini? Nini kitakachokuwa kimemleta? G7 imewasili. G7 hapa. Kifa na magari mengi yani kama tu mbwa. Sasa unajua watu wengi tu wanaisigi wanauziwa uoga. Lakini sio kuuziwa uoga. Hii ndio ile ilikuwa imeenda gym. Hapa na tumekuja kuchukuliwa hapa kwa sababu gari tulizokuwa nazo za chini. Kwa hiyo kutoka hapa ingekuwa ni mtiti. Kwa sababu zile gari huko hazijagi. Huko zinakujaga hizi tu. Gari za juu. Kwa hiyo hii nimeomba walete ili waje watubebe kutupeleka tulikopaki gari. Unaona guys, tafute pesa bwana. Tafute pesa. Yaani kuna magari ya kupeleka watu wachukue magari waende kwenye magari mengine hivyo. Yaani kuna sehemu zimepakiwa gari ambako inatakiwa tuje kubebwa na gari ili tuzikute hizo gari. Kwa hiyo mimi ningependa tu kuwasihi ndugu zangu wa Kenya, nawapenda sana. Lakini kwenye kuwapenda kwangu sintaacha kuwapa motivation. Kuwapa hasira. Kuwatisha. Siwezi kuacha. Mimi nitakuwa nawasumbua kila siku. Mimi nimemaliza ya kwangu. Si ndio hivyo? Ndio hivyo imeisha. Chief, kwanza tunashukuru sana. Hawa mbwa kuwapa maji hao. Tumeshukuru sana. Mbona huyu hanta ajala? Chief. Tumeshukuru sana kwa kutuleta tukaona amekunywa maji. Mpe tuone. Wapi mbwa wengine wote maji kwa sababu mpaka kama ajala ina maana atakula. So chakula huwa anamaliza? Anamaliza? Kuanzia jana. Unasema? Tunashukuru sana kwa muda wako. Kwa kutuleta nyumbani. Kwa at least watu wamelearn mingi umuhimu wa mbwa. Kama ujalan umuhimu wa mbwa. Wanasema men are dogs. Take care of your men. Unaona? In one or the other. Best tunaita mbwa ni rafiki wa kweli. Yes. Wa mwanaume.
Yaani mwanaume yoyote rafiki yake kwa kweli ni mbwa. Kwa sababu mbwa hawezi akamsaliti. Yaani mbwa hawezi kumsaliti nani mtu wake. Master, wanasema master. Hawa betray. Yes. Na rules number 1 ambayo wao wanazingatia, never outshine your master. Kwa hiyo hawa hawawezi kufanya ujihisi mnyonge kwao. Wao muda wote wako kuobey. Lakini watu siku hizi tunabadilika. So Kenya brothers and sisters, nilikuwa na ndugu yangu hapa Tumbili, na mimi ni mtu poa tu, wala hata sina mali. Jamaa ametulia. Nyinyi ndo mnamprovoke kwa mtandao. Wao ndo wanalichukulia vibaya, uongo. Si ndio? Shukrani sana bro. Kwa hiyo mimi na wakubali wa Kenya, shout out. Ndio hiyo. Thanks guys. Madaktari, mmemaliza? Basi mnanitumia hiyo nanio. Mnanitumia hiyo nini hiyo? Oa, nifungulie mlango. Chifu, acha nipate hii hapa. Okay. Na kweli si kadondoka.